Yes, sasa ndugu zangu bwana, tuzungumze kidogo. Najua nimetoka kwenye kipindi hapa kufanya uchambuzi, nataka tuzungumze. Unajua, ukitazama siasa za kijiografia ni kama wakubwa wanajiandaa. Kwa nini? Unajua, baada ya Israel kupeleka operesheni kali sana ya miaka miwili tangu Oktoba 7 mwaka 2023 mpaka Oktoba 7 mwaka huu hapa, tumeshuhudia Hamas wameweza kumaliza nguvu na viongozi wengi wa Hamas wakina Ismail Haniyeh, wakina Yahya Sinwar wote wamefariki, na Hamas sasa hivi imepunguzwa nguvu, na mpango uliopo ni kuhakikisha kwamba Hamas inanyang'anywa silaha. Lakini unafahamu kwamba katika eneo la Mashariki ya Kati kule Hezbollah Lebanoni wameweza vile na Israeli kuweza kupunguzwa nguvu, na tumeshuhudia wameweza kumpoteza mwaka 2024 katibu mkuu wao ambaye anaitwa Hassan Nasrallah. Lakini unafahamu kwamba nchi ya Israel imeweza kutambua eneo la Somaliland kama ni nchi huru. Katika sheria za kimataifa na AU, Somaliland ni eneo huru la shirikisho la Mogadishu. Lakini Israeli kwa sababu za kimkakati kuweza kuipata nafasi ya kijiografia au eneo la kijiografia ya mlango bahari wa El Mendeb kuweza kupambana na Wahuthi kutoka Yemen. Lakini unafahamu kwamba kuna tension kubwa sana katika mlango bahari wa Hormuz. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba sasa maeneo yote ya kimkakati katika Mashariki ya Kati yamekuwa kugombaniwa ili uweze kujiandaa kwa vita. Kwa hiyo ukitazama ni kama Marekani na Israeli walikuwa cha kwanza wanajaribu kuhakikisha kwamba wanaweza kumaliza makundi ya proxy, kwa sababu namna ambavyo Iran walivyojiandaa wameweza kutengeneza kama ukuta au uzio, yaani huwezi kuweza kuwafikia Iran bila kupambana na Hamas, kupambana na Houthi na kupambana na Hezbollah. Ndio maana Wamarekani na Israeli wamepambana sana kuangusha utawala wa Assad kule Syria. Unafahamu kwamba sasa hivi Syria Assad anaishi uhamishoni kule Urusi, na Assad alikuwa analindwa, anapewa msaada mkubwa sana na Iran, kwa sababu nafahamu kwamba kule ni Shia majority wengi, lakini vile vile wapiganaji wa Hezbollah walikuwa wanamsaidia Assad. Sasa hebu fikiria, Assad amedondoka, Hamas haina nguvu, Hassan Nasrallah kule Lebanoni, Hezbollah wameangushwa, Israeli wanataka kutumia Somaliland kuweza kuchukua nafasi ya kijiografia katika mlango bahari wa El Mendeb. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kimkakati sasa ni kama Irani amezungukwa, na nilikuwa naona taarifa kwamba Irani amesema kama vita ikitokea ataweza kufunga mlango bahari wa mfereji wa Hormuz, unafahamu, lakini zaidi sana atawapa nguvu wa Houthi kuweza kufunga hii mlango bahari wa El Mendeb. Kwa hiyo kimsingi ukitazama ni kama vita ya kimkakati, na ukitazama kwenye jiografia ya kimataifa ni kwamba maeneo yote ambayo yana potential tunasema strategic area. Naposema maeneo ya potential maana ni kwamba yanakupa power politics, yanakupa nguvu za kiuchumi, nguvu za kisiasa na nguvu za kijiografia. Kwa hiyo dunia ukitazama imeingia kwenye ungwa nyingine kubwa ya kitofauti. Kwa hiyo tunajaribu kufuatilia namna gani huu utaratibu mpya ambao utatengenezwa unaweza kufanikiwa. Bwana Godfrey Mchungu, mwanafalsafa, nimefungua YouTube yangu, kwa hiyo nitakuwa nakupa update mbalimbali kila siku.